Kim Media. Walichokifanya walipofika dukani wakamwambia tunataka tukusajilie lipa namba. Na yeye mama kweli anahitaji lipa namba. Kwa hiyo wakamkalisha pale, wakaanza kumsajilia lipa namba. Wakamwambia toa namba yako ya siri. Akatoa namba yake ya siri. Alipotoa namba yake ya siri, wakamwambia sasa lipa namba ili iweze kukubalika lazima iunganishwe na mfumo wa benki. Kwa benki hawezi kukubali kama wakamuuliza una simu benki, akisema ndio nayo, basi tufanye mawasiliano ili benki waturuhusu tuweze kuingia ili lipa namba iweze kukamilika. Kwa mama akaona ameshikilia, akawaingizia namba zake za siri. Hawa jamaa nafikiri wakawa wameisha aidha zipiga picha au wamezimaki. Baada ya hapo wakasema baada ya dakika 20 lipa namba itakuwa imekamilika. Ile laini yake wakaichomoa, wakaweka laini nyingine ambayo sio ya kwake, wakaondoka. Walipoondoka mama anashangaa kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe laini waliomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Ameondoka usiku huo, mama watu akakimbia kwenda kuangalia simu yake, kilichomshtua akaona siji 190,000 kama inatoka. Haelewi imetokaje kutoka kwenye namba yake kwenda mtandao mwingine wa Tigo. Akashtuka. Alipoenda benki anaambiwa benki hela zako, anatoa kadi yake, hela zikoje? Hakuna hela. Wamemwachia shilingi 6,000 tu, mbali na milioni 40 na kidogo. Wameacha shilingi 6,000 tu hawa majamaa. Yeye ana mke wake anamlea yule pale kwa hela za utapeli. Huyu mama hana mume, abaki hivyo, ana watoto anasomesha. Kwa niendelee kupongeza RPC, kikweli lazima niwe na wapongeza. Tunaendelea kuwapongeza na tuna intelligence nzuri sana. Huyu jamaa makachero wetu wamemkamatia Babati. Tukasema mumrudishe. Lazima mtoe hela ya watu. Ndio mtoke hapa Tabora. Kwa mtakaa hapa, mwende mchange, mwambie ndugu zenu na kamera ziwaone ndugu zenu, wewe Freddy na mwenzio sijui Messi, mlipe hela ya watu ndio muondoke hapa. Unanielewa? Mimi nilifikiri unasema labda sio mimi au sijui. Mama amekuja amewatambua. Waliokuja nani? Hawa ndio walikuja. Mama tumemuita, amekuja amewatambua kwamba ni kweli waliokuwa wamenibia, waliokuwa wamenitapeli ni hawa. Na wao wanakiri kwamba kweli walifika na wakamtapeli, wakamfanyia ulaghai huo, hela wakachukua, wakaondoka. Wana gari moja wanasema, alafu angalia milioni 40 ndani ya hizo wiki moja mbili, hana hata shilingi. Yenyua sura onekane. Hata shilingi hana. Anakaa baa kuanzia asubuhi mpaka kesho kutu. Akimaliza anarudi kwenye utapeli. Leo anatuambia hapa, anamwambia RPC, nipo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Manake tumwachie hapa katapeli mwingine aje kulipa hapa. Waambie ndugu zako walete hela hapa, ulipe hela ya watu. Si ndivyo unavyosema? Anasema yupo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Anajua anavyoipata. Na biashara gani hana? Unaitoa wapi? Anasema najua mwenyewe. Kwa jamani, naombeni mwe makini. Tapeli sio kampuni ya simu. Tapeli ni huyu, ni Fred. Ila ametumia jina la kampuni ya simu na wao wenyewe. Nyuma hapo pia alikuwa ni mwajiriwa wa kampuni ya Yas kwa ajili ya uwakala ule wa kusajili line. Na wanamtambua. Tunaelewana jamani? Kwa bwana wewe dalali alipopata hizo milioni 40 inavyoonekana amenunua gari moja na aliyemdalalia yule pale naye tumemkamata. Wakawa wanasafiri kutoka Dodoma siji kwenda Katavi siji ndio ni utapeli mjomba wake. Wote tumewakamata. Wanajua hii ni syndicate tu, hakuna asichokijua na yule mama anajua kila kitu. Shikilia watuhumiwa 5 ambao kama mlivyoelezwa hapo awali walimtapeli mama mmoja katika wilaya Kaliua shilingi milioni 40 na 900,000. Watuhumiwa hao wamekamatwa huko Babati na tunaendelea na uchunguzi katika kituo chetu cha polisi kikuu.
Pengine nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora waendelee kuchukua tahadhari. Kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa, basi ni vyema kuepuka kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu kwa mtu ambaye umfahamu. Ni vyema ukapata huduma za kibenki, huduma za makampuni ya simu kutoka katika ofisi rasmi za makampuni ya simu ambazo ziko katika ngazi ya mkoa pamoja na wilaya. Pale ambapo unakuwa na mawasiliano na ukatoa taarifa zako za siri zinazohusu fedha kwa mtu ambaye umfahamu, unahatarisha usalama wa fedha katika akaunti zako. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, lakini jeshi la polisi litaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wahalifu wa namna hii wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumemrudishia hela yake. Hela yake yenyewe tumetapeliwa hata sisi. Sisi tulimfuata tu kwamba tunataka tumsajilie tu laini. Baadaye tukamwambia aweke namba ya siri yake, akaweka pale. Basi tukawa tumemaliza tukaondoka. Mtu yani aliyetufundisha sasa hivi hayupo Tanzania, yuko Kenya. Naitwa Fred Ricardo. Kwa sababu kwa tukio leo nilikuwa niko pembeni tu jirani kidogo, sikushiriki kwa lolote. Hata mama mwenyewe anajua sikushiriki kwa lolote, kwa sikujua hata namna zilivyochukuliwa. Japo nilikuwa pamoja na yeye, lakini sikushiriki kwa lolote katika zile hela. Ulijua kama naenda kutapeli? Ni kweli, hilo nilikuwa najua. Kwa hiyo katika tukio hilo, ina maana kinachoendelea kwa wakati akipatiwa huduma mama, mimi nilikuwa niko pembeni, kushiriki kwa lolote. Na baada ya kukamata ndo nikafahamu kwamba pale palikuwa na hela nyingi. Kwa pamoja kwamba kwa yameshatokea tayari na nilikuwa niko naye na tuko pamoja, moja kwa moja nimeingia kwenye hatia. Kazi alimfanyia huyo peke yake, kwamba hata mama hakunihusisha kwa lolote. Nilikaa tu pembeni kama mtu ambaye tumefanya kazi mimi na huyu bwana pamoja. Tumefika sehemu mtu amepata mteja, kwenda kumhudumia mteja. Kwenye milioni 40 ulipata shilingi ngapi? Milioni 2. Mlifahamianaje wewe na mwenzio hapo? Kivipi mlikutana? Wakati tunasajili kwenye haki mwaka 2021 ndipo tulipojuana. Ila safari hii ndio tukakutana. Toka 2021 baada ya kuonekana mitandao ya simu imebadili utaratibu, kila mtu afanye kazi kwenye territory yake. Ndipo mimi nilipoamua kuacha. Maana miaka hiyo tulikuwa tunasajili kwa haki. Nilipoamua kuacha mpaka mwaka huu tulipokuja kukutana. Kwa muda wako ni 2. Ndio. Labda katika hizo 38 nyingine zilizobaki, kuna wengine waligawiwa ama matumizi, mchanganuo wa matumizi ulikuwaje? Sikuwa na mchanganuo kwa sababu sikujua kama kuna hela zaidi ya hiyo niliopewa. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.